Kusema kweli nitakwambia kuwa mwanahabari si eti sababu una sauti nzuri, sababu unaijua lugha na unaitambua lugha ambayo unafanya nayo. Si eti sababu wewe ni mchunguzi mwema, ni sababu unaiheshimu kazi yako na kuzingatia maadili ambayo yanakuongoza katika kazi yako. Kulingana na chapisho ambalo amepata kuliachia kupitia ukurasa wake wa kijamii Karangu wa Muraya, nimeona ni vema nipate kuongelea swala lote nzima. Maina ni kijana aliyepata kuenea na kutredi sana kwenye mitandao ya kijamii mwezi mmoja uliopita baada ya video yake kusambazwa akipata kuimba nyimbo za kigosho, nyimbo za Injili kupitia lugha ya Kikuyu. Kijana mdogo lakini hana ujasiri wa shujaa vitani. Ni mtoto nilimpenda tu kwa kumwona. Lakini wanahabari tuna tabia fulani. Mtoto akitokea tupo pale, tunajiuza, tunajaribu kukula kila tuwezavyo kupitia yule mtoto. Lakini ndio wazazi wametukubali. Lakini mbona tufikie pointi ambapo hatuwezi jizuia? Tamaa inatupelekea mpaka kumfuata mtoto mchanga shuleni ndio kwa ajili uweze kumrekodi, upost video zile kwenye mitandao ya kijamii upate views. Sababu nimesema hivi ni kwa sababu YouTube ina guidelines ambazo pia zinawalida watoto kutokana na dhulma ambazo huja na utumizi wa mitandao ya kijamii. Cyberbullying and all that. Watoto wameweza kabisa kuondolewa katika ufidhuli ambao unaendelea kila kukicha katika mitandao ya kijamii. Jana kuna jamaa mwanahabari wameungana wakaona ni vema wamfuate Maina shuleni, wakwende kule wamrekodi Maina akisoma. Mtoto ana miaka 5. Mimi wakati mwingine nagadhabishwa sana, nakuwa mwenye ghadhabu, hasira za mkizi. Naweza nikakupata tu nikutanue, mimi nikufanye vipande. Sasa mtoto wangu wankuja kumfuata shuleni sababu gani? Pumbavu. Alafu we mwanaume mzima umezalisha pumbavu, pumbu wewe. Tuache upumbavu mara nyingine, maana ili ni jambo lisilokithiri ambalo linakithiri mipaka. Unamwona mpaka Karangu akifikia kusema hivi, ni mtu ambaye ndio anawapenda wanahabari, nitakubaliana na hivyo, na ametusapoti kwa kiasi kikubwa sana. Lakini kufika unapomfuata mtoto shuleni, umevuka mipaka. You have crossed the boundaries. You have crossed the boundaries. Kulingana na ili nitakusomea ujumbe huu. Anasema hivi Karangu: to all content creators, you know I personally love you and treasure what you do to earn your living. But please dear friends, acheni haka katoto kasome. It sounds awkward when I receive a call from the mother asking me what she will do just because mnaenda hadi shule. Situache kasome tuchukue content akifunga shule, ama nimesema vibaya? Hujasema vibaya mzee baba. Yaani umeongea kama wanaume wa Ncheke 100. Ghadhabu zangu nakwambia zinatokana na wewe. Piga hiyo picha, mwanao yupo shuleni, ni mtoto mdogo miaka 5, yupo shuleni grade 1 ndo anasoma. Alafu kuna jana dume tu fulani, gume fulani limeamkia tu na vikamera vyake, hata lina kamera, limebeba simu na kilapel microphone, limeingia shuleni, linajaribu kumrekodi mwanao ndipo lisambaze zile video kwenye mitandao ya kijamii. Mwanangu yupo shuleni amevalia uniform. Mimi nitakupiga wewe, mimi nitakutanua wewe, utanijua wewe, utadhani mie wazimu wewe, pumbavu wewe. Mwache mtoto wasome, na mwache watoto wasome. Mara nyingi hao watoto mnaweka kwa mitandao ya kijamii, mnawaribia maisha kabla hawajaanza. Wapumbavu ni hao. Kwa sasa tuungane katika video zetu zijazo. Hii ni The FM.